Zungumza usikike. Wamepandisha ni shilingi 15. Hata choo yenyewe ilifungwa juu mwenyewe anajua. Kila siku ya wiki Jumatatu hadi Ijumaa jioni kuanzia saa 1 hadi saa 1:30. Paza sauti yako kwenye kipindi Sauti ya Mtaa. Kunyakuliwa sasa itategemea na madebut wale ambao wanaenda kuletwa. Tukiangazia yanayojiri na yatakayojiri. Sauti ya Mtaa, tupo kwa ajili yako. Ujambo mtazamaji popote pale ulipo katika kipindi chetu chewani cha Sauti ya Mtaa. Leo hii tutaangazia maswali za mtaa na hata yanayoendelea nchini. Tukizingatia katika eneo hili ya Muthurwa, tutajua ni njia gani ambao wanabiashara ama njia gani wananchi wamezingatia ama wamejitayarisha kupiga kura. Jiunge nami tujue zaidi katika eneo hili. Martin, umejisajili kama mpiga kura? Iko sawa hiyo. Je, Martin, uko na maoni gani kuhusu uchaguzi ujao? Venye tunaiona, Kenya naweza sema ni kila mtu atokee tupige kura. Na kitu ya maana watu wa keep peace na watu wapendane, ndio tu naweza sema hiyo. Mimi nimeregister kama voter. Sasa upige tu kura kwa amani tu, ni uende tu ufike kwa hiyo polling station yako upige kura tu, mwenye unachagua chague hivyo tu. Hakuna ati mimi ni wa huyu tuanze vurugu, no. Piga tu kura wewe, alafu tulia tu ngoja results, kisha mwenye anachaguliwa tunakubali na yeye tu. Hakuna story mingi, hakuna story za vita ama nini. Mimi siwezi jua vile watu wa IBC wamejipanga kuhusu about election juu wenyewe bila kitu yenye sisi tunaomba uchaguzi wenye haki. Nao tafadhali wasimamie kura vizuri, wahesabu vizuri ili isikuje tukawa na furugu ya shida ya election. Hiyo tu ndio yenye mimi naomba saidi yao. Nimeregister kama mpiga kura. Vitu ziko juu, uga iko juu. Nataka kuangalia vile tutaangalia mwenye atagusa vitu ziwe chini. Juu watu wengi ni wale wanalala njaa. Wengine hata kukula ni bahati. Hata hii mzigo tunauza iko na bei kali sana. Unanunua mzigo unamwaga hapa chini. Kuhesabu hiyo pesa ya hiyo mzigo hakuna, na chakula iko juu. Angalau tuangalie mwenye atapeleka hizo vitu zetu chini. Sabuni ndio hiyo inatoka tu 20 na ni ya kufua. Nimeregister katika uchaguzi ujao. Kwangu mimi sasa, kuhusu mimi sioni haja ya kuchaguana. Juu serikali yenye tunachaguaga serikali itusaidie. Na saizi maisha iko juu kwa kila mtu. Hakuna mtu mwenye alalamiki saizi. Sasa kama mimi sioni haja ya kuchaguana. Mimi naona tu nikae hivyo. Serikali yenye itaingia ni sawa, juu ukichagua hii ukidhani ndo mzuri, unapata ndo maisha inakufinya zaidi. So mimi kwangu sioni haja ya kuchaguana. Okay, tuseme kama sasa hivi watu wa IBC, unajua pia wao tunaonaga kuna kwenye sawa naegemea, si ndio? Juu saizi tuseme kama upande wa serikali, labda kuna mwenye wana favor saizi, na wanajua hata tupige kura tusipopiga, wao wanajua sisi tunajua mwenye atapita ni fulani. So mimi naona hakuna haja ati kusema nitapiga kura tutachagua huyu, sioni haja. Watu wa ABC kama maoni yangu mimi naonelea wanafaa mwenye amepita wacha tu apewe haki yake, ndo nayo Kenya ikuwe na amani. Juu sasa ikiegemea upande mmoja, taona ni kweli hakuna vile kutakuwa na amani.
Ule atakayepiga kura. Mimi mwananchi, unajua saa binadamu kuna ile wewe unapendezwa nao kwa roho yako, uamuzi wako. Ni vizuri mtu aende apige kura kulingana venye yeye anajisikia. Ni vizuri nikapige kura. Sasa kama mimi kwangu sioni haja ya kupiga kura, juu sioni usaidizi wa wenye tunachagua, hakuna kitu anatusaidia nayo. Bado mwananchi anaachwa, kama amefinyika anaachwa bado amefinyika pale pale. Naona hivyo vile naangaliaga, ninaona wamejipanga vizuri, na kama hadaganyi hivyo wanaongea wako vizuri, tutaangalia tukichaguana, isiwe na upaguzi wowote, kuonelea pande hii ama pande hii. Mungu asimame afanye maajabu, na mwenye ataingia tukubali tu sisi wote kupendana na kuwa na amani, tuwe tuna amani. Mimi watu wa ABC nitawaambia waangalie hii uchaguzi vizuri sana. Isikae kama ile 2007 isikue hapo. Juu hata saa hii tukipigana njaa ni mingi kwa tumbo. Utasido utagoga mwenzako na njaa ndio hiyo. Utamgogea nini? Sasa tuwe na amani na waangalie. Hivyo ndio naweza sema. Sisi unajua tunachaguana, wao tunawaigiza kazi. Tusipigane sisi watu wa mtaani kama sisi. Sisi ni hasura. Hata kukula raja tukuli saa hii. Maziwa ndio hiyo iko juu. Chai ndio hiyo tunauziwa 40. Ugali ni 200. Ugali ni 200. Sasa hata nyinyi angalieni hapo, sisi tunakaa njaa, unakula sapa mara moja. Na kuna wengine wanasida jana wanalala njaa. Waangalie sana mwenye ataingia hapo, angalau apuguse hizi vitu zetu za kukula chini. Ni mizo gani ungependa kuambia wananchi ambao wako karibu watapiga kura? Kama tuko nao, naweza waambia tuwe umoja na wao, na tupendane na tusipigane, na mwenye ataingia turidhiki na huyo mwenye ameingia, na tuwe na amani, na tuombe tusikirie hii nchi yetu kwa maombi. Hiyo ndio naweza sema nikiambia watu. Nimejisajili. Uko na maoni gani kuhusu uchaguzi ujao? Uchaguzi ujao nafikiria kulingana na mpangilio ile tunaona, naona IBC wamejipanga vizuri. Shida inakuaga tu kwa hao wanasiasa. Hao wanasiasa ndio huwa wanaleta uchochezi na vita itokee. Kwa hivyo mimi sioni kama uchaguzi itaenda vibaya mara hii. IBC kitu ningependa kuwahimiza ni wa conduct uchaguzi kwa njia sawa, kwa kuwe fair, kusitokee na dosari kama ya last time ndio ilete shida mingi. Na kwa wale ambao watapiga kura, ungependa kuwahimiza aje? Kwa wale ambao watapiga kura, wewe pigia mtu wako kura, enda ungojee matokeo. Akishinda sherekea, asiposhinda kuna next time. Register kama mpiga kura? Sindio? Haya, utapiga kura? Haya. Eni kai ngendo wa Ruto niseme aji mimi ila maoni iko nayo. Sitaki, nataka tuondoe hiyo sinda. Soso kama mimi. Soso kama mimi naamkanga saa 10. Alafu ngikuja hapa nauza. Kanjo ikaniambia soso lipa 100. Ngaumuuliza hii mkebe moja hii kweli, hii mkebe moja hii nauza hii. Hii ndio utapata faida, alipata 100. Unasikia mamu? Mimi nataka kupiga kura tupate imani, tukae vizuri. Soso kama mimi, vijana kama hawa wadogo wakae vizuri, kama hawa wasomesha watoto yao. Unaona? Huwa kuna mtoto university, na huwa kuna mwingine, na una koni. Wasome na waendelee. Sio ati mimi unajua mimi naendelea kuzeeka. Hii nabakisha tu kama tu mwaka moja niende retire. Nitaenda na nini? Si ndio? Ati watafanya, si ndio? Mimi najua watafanya ukweli. Wafanyi uongo, watafanya ukweli. Ule mtu akiwa atasimama na ora anaogopa Mungu, akae atumie ukweli. Si atumie nini unyang'anyi kama hiyo na niyo kama wao gikuwa na 10 na mimi nilikuwa na 5 tulipo pamoja pana. Wa 10 ndiye anataguliwa kulipa mzuri. Hii ukora iise. Ni ujumbe gani ungependa kuambia watu wa IBC? Sasa nitawaambia aje, ni kama vitu unga ni 200. Mafuta soso anakaa bila kufika mafuta. Na shamusha chakula, kupata mafuta ni sinda. Inapimwa na sio
change kupata nini mafuta ya kukaanga hivyo. Kama hii naweka tu kwa nini kwa sufuria na kula na maji. Sijasi kupata maji. Hata chumbe kupata ni sinda, sabuni kama hii. Handemo. Aiko. Angalia sio kukutanganya hii ndio sabuni ya soso. Unaona? Hii ndio sabuni ya soso. Hii iko sinda, hii ndio sabuni soso, anakuwa na uwezo wa kununua sabuni kama nikipata hii naona kama mimi napata gold. Serikali wako. Mimi nataka kuambia tupike kura mzuri na situpe kura, tuelekee mwelekeo mzuri moja, tukae vizuri, tufaidike. Nataka wakini kama hii sasa hii ilikuwa naletea. Mimi nalalanga nje kutafuta juu naogopa kunini. Watu wafanye kazi na watu waangalie vizuri. Hii ni nini kweli hii soso ananunua hii ni nini? Hii ya kufua hii ni nini? Alafu soso hapa anakujanga akasifunika hivyo. Analala kwa kibanda. Nalala kwa kibanda. Soso apate, hebu niambie mama kusema ukweli. So, mtu mwenye tunaenda kuchagua tu ni tunaweza sema hivi mzee. Mwenye tunachagua tu akifika huko yani angalia tu maslahi ya mavijana. Hivyo vile tu vijana tumekuwa, hiyo umesikia hadi sisi tumekuja hapa hivi. Hii ndio kazi tumeweza kupata huko majujo, ukienda huko kitafuta kazi, mabado tuko nazo madegree lakini hakuna kazi. So tumemwacha turudi mtaani huko sokoni tutafute kazi juu yenyewe hata mapresident wote wameweza kukiingia. Hakuna kitu amekuwa tu wana tu help nao sana. So ni kukula tu pesa au kuingia mtaani kutengeneza kikao na kutetea kazi sisi. Na unadhani watu wa IEBC wamejipanga vizuri katika uchaguzi kwa haki na ukweli? Maybe kwa maoni yangu vile nimekuwa nikiona news vile zimekuwa, nimeona inaweza kuwa wamejipanga vifai. Nimeona vitu zingine wamebadilisha vile vitu zitakuwa zinakaa vile wamejipanga, yani maofisa wenye wameweka huko serikali bado ndio wamejipanga. Na sasa itakuwa fine. Nimeregister ndio hii kura unaiona, nimeregister kama mpiga kura. Uko na maoni gani katika uchaguzi ujao? Sasa hii uchaguzi, mimi maoni yangu ni watu wapige kura. Ukienda pale kwa police station yani wenye uliregister upige kura, ukisonga tu ukienda home. Isikuwa ati mambo ya vurugu. Mimi kwangu nitasema wamejipanga. Jua venye mimi naona news, mimi nitasema wamejipanga. Jipanga sasa mimi kwangu mimi naona kama nini homeland inaishi. Naona wakikuja kama mimi nilikonfirmiwa kama nimeregister. Hivyo sasa. Na ujumbe gani ungependa kuambia watu wa IEBC? Sasa mimi nawahimiza tu wakifanya tu election mwenye atachaguliwa atangaze tu akiwa tu, yani sitasema ati kuibiwa, juu mimi si believing you ibiwa. Nitasema tu mwenye atachaguliwa atangaze tu kama mshindi. Hivyo tu tutafurahia tu na mwenye atachaguliwa. Nawe kama kijana, ungependa kuhimiza aje vijana wenzako katika uchaguzi ujao? Mrika vijana wenzangu, maitu wenzangu, sasa mimi nawahimiza msitikie kutumiwa na hawa na siasa. Juu unaona wanatutumianga alafu wanarudi wanatutoka, watatupe pesa. Na hizi pesa zitarudi ziishe na bado tubaki hapa hivi tukisafa. So wewe ufanye kazi tu kwenye huko ni place kama hii tuko wira, sisi tunafanya tu wira. Sasa tutaki kutumiwa, sisi tunaenda tu pale hivyo tupige kura. Tunapiga tu mwenye tunataka kura sisi tukienda. Na je, kwa upande wa wananchi ungependa kuwahimiza aje katika uchaguzi ujao? Saidi ya wananchi, mimi sasa kitu yenye naweza omba kama mwananchi mwenzao, tuwe wavumilivu na tufanye uchaguzi wa wenye sio ya iko na fujo, ili kitu yenye tunaomba, yenye mimi naomba ni amani. Tuchaguane na ile matokeo ambayo itakayotokea kila mmoja aridhike nayo na turudi kazini kwetu, tufanye kazini biashara zetu vizuri. Hiyo tu yenye mimi. Na je, Martin, katika uchaguzi ujao unadhani watu wa IEBC wamejipanga kwa ukweli na haki katika uchaguzi ujao? Kwa maoni yangu mimi venye nasema, nikiangalia hivyo naona wamejipanga vizuri juu sijasikia furugu yoyote imetokea. So naona wako sawa mimi. Na je, ni ujumbe gani ungependa kuambia watu wa IEBC? Hivi venye naweza kuambia ni watu wakienda kuchaguana ikuwe free and fair.
wasilalie upande mmoja, watu wote wakuwe free, wafuatilie poa, mwenye atachaguliwa waitikie, na penye matokeo itatokea pia si tuitikie kama wananchi wa Kenya, tukubali. Kwa to all citizens of Kenya, venye naweza taka kuambia ni hivi, hiyo wakati ukifika watoke wapige kura, mtu apigie mwenye anataka, ukiwa ni wa UDA, Azimiwa, sijui Roots Party, tupigie watu wote kura, mwenye atapita apite, lakini kitu ya maana ni peace. Hiyo ndio tu nataka kuambia watu, peace, tuki peace. Hii country ni yetu, tutachaguana tumalize hiyo soli yote, lakini tutabaki tukiwa huku Kenya. Nisajili kama mpiga kura. Maoni yako ni ipi katika uchaguzi ujao? Maoni yangu ni kuwa ya kwamba nafikiri wananchi pia wamejeza kupata vitakabadhi za pia kupiga kura, na pia naona ya kwamba wananchi pia nafikiri tumeshajipanga, tuko sawa sawa. Nikidhani wana IBC kule wameshajipanga kule, ndio manake ni matayarisho tu, nafikiri wanajiandaa vile kura itakuwa. Lakini pia saa hizi tuko sawa, wana IBC nafikiri wameshajipanga tayari. Na je, ni mizo gani ungependa kuambia watu wa IBC? Ningependa kuambia kwamba hii kura iwe ya amani. Hatutaki watu kupigana, kukosanisha amani. Hatutaki pia watu lugha kwa malugha tuanze kukosana pia. Nafikiri tupige kura na amani. Wana IBC pia kwa mkutano, nafikiri security pia itakuwa pia na amani pia. Kwa wananchi pia mimi ningependa kuambia wananchi wapige kura na amani, na waangalie kiongozi mgani ambao wanaweza jisaidia na wao. Juu kuna wale viongozi wengine wale wanahitaji kura na nguvu, lakini kura ukishawapatia wanapotea, wananyamaza. Sasa mimi ningewaambia kuwa tujitahidi tu ya kwamba hakuna kitu ambacho haiwezekani. Kwa majina ni Flavius Kerimi Barongo. Barongo, umerejista kama mpiga kura? Naam, nimerejista kama mpiga kura. Ni maoni gani unayo katika uchaguzi ujao? Kwa maoni yangu ningependelea kama viongozi wale wako uwanjani kutafuta kura waeneze kura zao kwa amani, watimize wananchi wanapopiga kura wapige kura kwa amani, na warudi nyumbani wangoje matokeo. Wanapongojea matokeo, tuna uhakika kuwa IBC itatoa matokeo ambayo ni ya uhakika, ambayo wananchi wanatarajia kutoka kwa IBC. Naam, tunaposoma magazetini kila siku tuna uhakika kuwa IBC imejiandaa vizuri, kwa sababu tunapoyasoma magazeti wamejiandaa kielektroniki kuwa uchaguzi utaokuja hakuna ambaye ataibiwa kura zake, itakuwa ni ya haki na ukweli. Na unaweza ambia IBC ni mizo gani ungependa kuhimiza? Mimi ningehimiza IBC kuwa kwa hizi kula ambazo ziko hapo mbele wakuwe ni watu wa haki na ukweli wanapozitangaza kula za viongozi wetu. Na je, wewe kama mwananchi ni mizo gani ungependa kuhimiza wananchi katika uchaguzi ujao? Mimi ningependa kuhimiza wananchi kuwa wanapoenda kupiga kura wapige kura za amani, na wanapopiga kura warudi nyumbani kwa amani, wangojee matokeo. IBC itakapotoa matokeo wakubali yale matokeo ambayo watatoa, kwa sababu tuna uhakika kuwa IBC itatoa matokeo mabaya, itatoa matokeo ambayo wananchi watakuwa wamepiga kura. Boniface, umejisajili kama mpiga kura? Ndio. Boniface, ni maoni gani unaweza tuambia katika uchaguzi ujao? Ile kitu iko ni watu wamejiandaa kupiga kura, na wale wanahusika na hiyo mambo ya kupiga kura wamejiandaa, na wale wanaitisha kura bado wamejiandaa vizuri na wamefanya kampeni zao vizuri. Je, Boniface, unadhani watu wa IBC imejipanga vizuri kwa hii uchaguzi kwa ukweli na haki? Naona kulingana vile tunaona kwa maruninga ni kwamba wamejiandaa vizuri, na nashukuru kwamba Wafula Chebukati na timu yake wamejiandaa vizuri, na nimedhihirishwa na nini zao, maandalizi yao. Wahakikishe
wamefanya kila kitu kihalali na kulingana, wakuwe na credible election na kila kitu waweke halali, yaani waweke kwa ile njia inafaa. Na ni mizo gani ungependa kuambia wananchi ama wale ambao watapiga kura? Ile kitu naweza waambia ni kwamba kama wewe ni mpiga kura, kuna wewe ni wa mlengo wa Azimio, kuna wale wa Jakoya, kuna wale wengine, tupige kura tu kwa amani, pigie ule mtu wako ambaye umeamua kuchagua na tuchaguane kwa amani. Majina naitwa Peterson Irongo. Peterson, umeregister kama mpiga kura? Nimeregister. Maoni yako ni gani katika uchaguzi ujao? Uchaguzi, mimi kwa maoni yangu naona farasi ni wawili, lakini kitu ya maana tunaomba amani kabla na baada ya uchaguzi. Siko sure, lakini kulingana vile naona wamejiandaa na tuna hope matokeo itakuwa ya ukweli na haki. Je, Peter, ni ujumbe gani ungependa kuambia watu wa IEBC? Ile kitu ningetaka kuambia, wafanye uchaguzi ya haki na ukweli na tupate matokeo ya mwenye atashinda. Ikuwe hiyo ndio atatangaza. Ndio isilete vurugu na taki vita. Na ni ujumbe gani ama ni mizo gani ungependa kuambia Wakenya ama wananchi ambao watapiga kura? Mimi ningesema tuchaguane kwa amani, mwenye ana shida tukubali matokeo na maisha yaendelee. Kwa majina naitwa Lona. Lona. Sasa umejisajili kama mpiga kura? Ndio. Uko na maoni gani kuhusu uchaguzi ujao? Kuhusu uchaguzi ujao, kitu ya kwanza naomba tuwe na amani, na nashauri viongozi wetu ambao wanataka kuchaguliwa wawe na matamshi mazuri, ndio ili wananchi wale wanaenda kupiga kura wawe watulivu. Alafu kingine ningependa kuadvise IEBC wawe na uchaguzi wa uhuru na haki. Yeah. Ningependa wakuwe na kwa uchaguzi yao ikuwe na uhuru na haki. Kivipi mama? Iwe transparent, waonyeshe watu vile mambo inaenda, iwe na mpangilio mzuri, si mwingine kusema imeibiwa, kulikuwa wakiulizwa maswali at the last hawawezi kuambia watu kulienda namna gani. Na mama, katika uchaguzi ujao ni ujumbe gani ama ni himizo gani ungependa kuhimiza Wakenya ama wale ambao watapiga kura? Wale wanataka kupiga kura ningewaambia wasifate mambo ya uchochezi. Wawe watulivu, wakishapiga kura wangoje na watu wakubali matokeo. Na wachague viongozi ambao wanajua watawasaidia. Si wale viongozi wanaahidi watu vitu, wakitaka kuchaguliwa wanaahidi na wafanyi, wanaahidi na wafanyi. Wachague ule kiongozi anajua atakuja na afanye, ambaye ni Raila Amolo Odinga. Kwa sababu katika wale watu walikuwa 47 walikuwa wanataka kurenjeziwa na IEBC na ni watu wamesoma. Kwa nini hao watu wametolewa? Wakaweka watu kama watatu ama wanne, kwa sababu katika mitihani ile watu wanafanya wote, hao watu ni watu wamesoma. Hata tunashindwa ni kwa nini huyu mtu wa IEBC pia amewatoa. Je, umejisajili kama mpiga kura? Starehe. Na unadhani watu wa IEBC imejipanga vizuri kupiga kura kwa haki na ukweli? Watu wa IEBC si watu wa ukweli. Ni watu ambaye wana msimamo. Hata raundi unajua sheria kama itakuja ingine tupiga kura miaka ingine tunakwenda, watu pia wanatakana wao wanaondolewa kila wakati kama vile watu wanapigwa transfer. Mtu kama Sibukati si mtu ukweli. Kwa sababu generation yote wale watu wengi walikuwa wanataka kuomba kura wasaidie watu, wamewaangusa wote, wametoa sasa, wameingiza makesi kotini ya kuchukua muda isha. Na je, ni ujumbe gani ungependa kuambia watu wa IEBC? IEBC ningewaambia wafuate ukweli, kwa sababu Wakenya wanawaangalia, kwa sababu hata raundi ile nyingine ndio walifanya vita ikapigana. Kwa hivyo hao watu wanjipange mzuri, wasipiganishe Wakenya, tupige kura ya amani, tuchague rais ambaye sisi tunataka. Na je, ni mizo gani ungependa kuambia wananchi wale ambao watapiga kura? Kupiga kura, kwa sababu hii miaka 10 tumekwenda imeenda vibaya na kuna sinda mingi.
katika nchi ya Kenya watu hawangepigia hata Ruto kura, kwa sababu Ruto ni kama Uhuru Kenyatta. Kwa sababu Ruto hii mambo anadanganya watu 50 bilioni ati atapeleka watu kwa mtumba, atapeleka watu sio waende wakafanya biashara gani. Sasa hii tunaongea na wewe, unajua yeye Ruto ana pesa ya kupatia watu, ana propaganda ya kuhubiri. Kwa hivyo angerudi kanisani kuhubiri kama pasta. Ndio. Mimi napigianga huko kaunti ya Kiambu. Na je, uko na maoni gani kutokana na uchaguzi ujao? Ile kitu ningetaka kusema, hii uchaguzi inakuja, ule mwenye nini akona kura aende apige kura, apigie mtu wake, na kusikue na fujo wala nini. Bora tu ukishapiga wewe unarudi, unatokea ngojea matokeo. Na tusikue ati na vita, mtu achague mtu wake mwenye anataka. Tunaweza waamini juu sisi kama Wakenya hakuna venye tunaweza fanya, but ile kitu tunaweza sema wao wenyewe wafanyishe uchaguzi ya haki na ukweli, na mwenye atashinda wamchague tu bila kuangalia pande nyingine. Na je, ni ujumbe gani ungependa kuambia watu wa IEBC? Ningetaka kuambia hii uchaguzi nakuja ikuwe ni wa haki na wa ukweli, isikuwe kama ile wakati mwingine ile tulisemekana tumechaguliwa hivi. Kwa hivyo Chebukati akuwe makini kabisa, ndio kusikue ati na vurugu na sipendelee pande yote. Na je, wewe kama Mkenya ni mizo gani ungependa kuambia wananchi? Wananchi naweza waambia hata kama saa hii venye uchumi imezorota iko juu, ningetaka kuwahimiza tukue tu, yani tuvumilie tu, tugojee hata kama yani serikali nyingine yenye itakuja hata kama ni gani, tuangalie kama itatuangalia maslahi yetu. Na kwa wale ambao watapiga kura ungependa kuwahimiza aje katika uchaguzi ujao? Ningetaka kuwaambia mtu asikatae kupiga kura. Mtu ajitokeze, aende apigie kula, apigie mwenye anataka. Wasikae kwa nyumba ati juu. Sasa tuseme kama saa hii venye maisha iko juu, mtu asikae kwa nyumba ati aache kula yake ipite. Wacha mtu aende apige kura yake. Wycliffe Omaya Mose. Wycliffe, umeregister kama mpiga kura? Maoni yako ni ipi katika uchaguzi ujao? Uchaguzi ni ngumu raundi hii. Ni ngumu. Wycliffe, ni ngumu kiaje? Mbona unasema uchaguzi ujao ni ngumu? Ile mwaka ilipita last ile ya zamani, na tulipata mambo ya utantanishi mpaka ikawa na vita, unaona? Na sasa hatujui kama itakuwa namna gani, lakini mimi naona raundi hii iko sawa. Sasa watu wa IEBC tuweze walaumu saa hii, raundi hii naona kama wako sawa. Sababu wameweza kuchunguza kila kitu, wako sawa. Na je, unadhani watu wa IEBC katika uchaguzi watakuwa na uhakika na ukweli katika uchaguzi ujao? Raundi hii watakuwa na uhakika. Ni sababu gani, ama mbona unasema watakuwa na uhakika? Hata vile wameanza kuangalia kila mtu kama masomo yake, kuangalia kila mtu kama ameregister, kila kitu imeanza kuangalia hiyo corruption. Sasa wako serious. Sasa ni serious. Na ujumbe gani ungependa kuambia watu wa IEBC? Wa IEBC wafanye kama kawaida kazi yao, lakini wasifanye kama walifanya mwaka mwingine. Lakini sasa naona wako sawa. Na ni ujumbe gani ama ni mizo gani ungependa kuhimiza wale ambao watapiga kura? Wanapiga kura. Wapiga kura kwa amani, wasilete mambo ya vita. Sisi wote ni wa Kenya na tunapendana, sisi wote ni wa Kenya. Hakuna haja nikuja kukupiga wewe ama nipige huyu mwingine bure. Sisi wote ni wa Kenya. Kwa majina naitwa Jackson Morini. Jackson, umeregister kama mpiga kura? Ndio, nimeregister. Ni maoni gani unayo katika uchaguzi ujao? Kwa uchaguzi ujao tunatarajia iwe nzuri na iwe ya fanaka, na tutajitokeza na tuchaguane kwa wingi.
Na unadhani kwamba watu wa IEBC watachagua kwa ukweli na haki? Kulingana na kwa huo wakati mwingine tumekuwa tukichaguana, mambo ijakuwa ikienda vibaya sana. Kwa hivyo tuna expect bado mambo itakuwa poa. Yeah. Ningetaka kuambia vijana wenzangu wajitokeze kwa wingi, wachaguane na wasitoe vurugu, wasitoe vita na kusiwe na mambo mingi, tutulie tu. Yeah. Mimi maoni yangu ni ya kwamba Wajakoya aingie. At least tuone mabadiliko. Hao mapresident wenye wametuongoza kwanza waondolee, Wajakoya aingie tuone kama atatusaidia. Hiyo yenyewe bagi inaambiwa kama itatusaidia tupate pesa kwa mfuko, Wajakoya aingie. Kuhusu IEBC, tunaona IEBC watakuwa sawa juu hakuna kuibiwa kura. Wajakoya atakuwa ndani. Asante. Wananchi ambao watapiga kura, ningependa kuwaambia wapige kwa haki, na kama mtu atashindwa, wananchi wakubali wameshindwa. Na ujumbe gani utapatia watu wa IEBC? IEBC nitawaambia wapigishe hiyo kura kwa haki na ukweli kama watu wanamuogopa Mungu. Tukiwa katika eneo la Muthurwa, wa Kenya ama wananchi wanahitaji uchaguzi wa ukweli na haki kutoka kwa watu wa IEBC. Natumai mmejua zaidi, mkaelewa zaidi katika eneo hili. Mimi wenu Sharon Omondi kutoka Bethel Clouds TV.